Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Nachukua nafasi hii niwakaribishe katika mkutano wetu wa usiku. Ibada ambayo ni nzuri. Ibada ambayo tunapata nafasi ya kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Tunapata nguvu, tunapata matumaini ya kuendelea mara tena. Majina yangu naitwa Captain Caroline Wamako, afisa wa Citadel ya Mkuli, sehemu ya Mbale. Mungu amenipa nafasi usiku wa leo ili nisungumuze pamoja nawe kutoka kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 23 hadi 25. Methali mlango wa 3 mstari wa 23 hadi 25. Neno la Mungu linasema, na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuri iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia waziri wake, je, hamkutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Waambie mfalme kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Neno hili ni nzuri sana kwetu usiku wa leo, maana tunataka tuone kiini Mungu wa dakika ya mwisho. Mungu wa dakika ya mwisho ni dhana ya imani inayorejelea uwezo wa Mungu kwamba anaweza kuingilia kati na kuleta miujiza au wokovu wakati ambapo wanadamu wanaona kuwa ni kuchelewa sana au matumaini yote kupotea. Hii ina maana kuwa Mungu anaweza kubadilisha hali ngumu katika sekunde za dakika za mwisho. Unaposikia ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho, ni dhana tu ya imani wapendwa, ya kwamba Mungu ana uwezo, kwamba anaweza kuingilia kati na alete miujiza, kwamba Mungu anaweza kubadilisha hali ambayo inaonekana ngumu kwa sekunde chache. Kama vile kuna mifano katika Biblia, kupitia kwa nguvu za Mungu dakika za mwisho, Mungu alimfufua Lazaro toka kaburini. Mungu tena alimuokoa Danieli toka tundu la simba. Kwa hivyo ni bora sana
tujua ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho, kwa sababu ni dhana ya imani ya kwamba Mungu ana uwezo, ya kwamba Mungu anaweza kuingilia kati na kuleta miujiza, ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha hali ngumu kwa dakika chache. Basi tuamini ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Katika maisha yetu ya kila wakati kuna mapito mengi sana. Utalia, utaumia, utavunjika moyo, utahuzunika, na wakati mwingine utajutia ukijiuliza kwa nini wewe. Lakini kwa mambo yote magumu tunapitia, unapopitia hali ngumu, usiwe mtu wa kulaumu sana, maana pengine Mungu anakuandaa kwa hatua nyingine iliyoko mbele yako. Kwa mambo hayo, usiwe unamwambia Mungu kuhusu matatizo yako, bali ambia matatizo jinsi Mungu alivyo mkuu, kwa sababu kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Nebukadneza alikuwa mfalme na alifanya sanamu ya dhahabu ambaye urefu wake ulikuwa ni wa dhiraha 60 na upande wake dhiraha 6. Nebukadneza alikuwa mfalme na akajifanyia sanamu ya dhahabu ambaye urefu wake ulikuwa ni wa dhiraha 60 na upande wake dhiraha 6. Na alipotengeneza sanamu hiyo, alisimamisha katikati ya uwanja wa Dura, katikati ya wilaya ya Babeli, ili watu wapate kuiabudu ile sanamu. Alipoitengeneza, aliona ni bora ausimamishe katikati ya uwanja katika wilaya ya Babeli, ili watu wapate kuiabudu. Na kila mtu aliyeanguka na kuabudu ile sanamu angetupwa katika tanuri ya moto papo hapo. Wapendwa, mfalme mwenyewe amefanya sanamu tena ya dhahabu na ameisimamisha mahali, na sharti ni kwamba yeyote asiyeweza kuanguka na kuiabudu ile sanamu papo hapo angetupwa katikati ya tanuri la moto. Biblia inasema ya kwamba Wakaldayo walitoa mashtaka juu ya Wayahudi ambao walikataa kuiabudu ile sanamu, na walikuwa ni Shadrach, Meshach na Abednego. Wakaldayo walitoa habari kwa mfalme Nebukadneza ya kwamba kuna watu ambao kabisa wamekataa kuanguka na kusujudu ile sanamu. Walipotoa habari hiyo kwa mfalme Nebukadneza, Nebukadneza alitoa amri kwa hasira juu ya Shadrach, Meshach na Abednego ya kwamba waletwe mbele yake. Basi wakaletwa mbele yake. Mfalme akawaambia ya kwamba ni lazima watakaposikia sauti ya panda, filimbi na sanduri na ngoma zote, wawe tayari kuanguka chini na kusujudia ile sanamu ya dhahabu. Wapendwa, mfalme alitoa sharti mbele ya Shadrach, Meshach na Abednego
ya kwamba watakaposikia sauti ya panda, filimbi, santuri na ngoma, wawe tayari kuanguka na kusujudu ile sanamu. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakamjibu wakasema, wakamwambia mfalme, amna ya kujibu kwa neno hilo. Walisema hivyo kwa sababu walijua kuna Mungu wa dakika ya mwisho, Mungu ambaye atawaokoa, Mungu ambaye dakika ya mwisho atajionyesha, atawashika mkono, Mungu ambaye hawezi akawaaibisha. Shadrach, Meshach na Abednego waliweza kusema ya kwamba kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuri ile iwakayo moto, naye atatuokoa kwa mikono yako. Wapendwa, kuna Mungu wa dakika ya mwisho, na wao walijua ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho, wakawa na majibu ya aina hiyo kwa Nebukadneza. Biblia inasema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego walisema mambo kwa upole, wakijua ya kwamba wana Mungu wa dakika ya mwisho, Mungu ambaye ataonekana, Mungu ambaye atashuka na mwenyewe ataonekana. Wakasema mambo kwa upole ya kwamba kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuri iwakayo moto, naye atatuokoa kwa mikono yako. Mfalme, ujue sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kusujudia. Sijui kama wewe katika maisha yako unaamini ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Maana wapendwa, hawa walikuwa na imani kabisa ya kwamba wakikataa kuabudu ile sanamu, bado Mungu atawaokoa. Mfalme aliposikia jinsi ambavyo Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa wakiongea, Biblia inasema ya kwamba mfalme alijawa na ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach, Meshach na Abednego. Akatoa amri ya kwamba watie moto ile tanuri mara 7 kuliko desturi yake. Kisha akaamuru jeshi lake kuwafunga mikono Shadrach, Meshach na Abednego na kuwatupa katikati ya ile tanuri ya moto. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa kali na tanuri ilikuwa ina moto sana, moto huo uliwaua watu wale waliowashika Shadrach, Meshach na Abednego. Wapendwa, yale tu miale ya moto, kwa sababu ilikuwa kali sana, iliweza kuwaua wale ambao waliwashika na kuwafunga Shadrach, Meshach na Abednego. Unaposoma kifungu cha 23 utapata maneno hayo mahali pale ya kwamba Mungu ni wa uwezo. Mungu anaweza kuaibisha maadui zako. Mungu anaonekana wakati unaona kabisa ya kwamba umefika mwisho. Mungu anaonekana. Unaposoma kitabu cha Ayubu mlango wa 19 25 hadi 26, utamwona mtumishi wa Mungu Ayubu ambaye pia naye alikuwa na imani thabiti kwa Kristo. Alipopitia mateso mengi katika maisha yake, watoto wake wakakufa, mali yake yote ikaharibika, mwili wake ukaharibika,
alikuwa na imani, akaandika kifungu hii ya kwamba lakini mimi najua mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Alikuwa na imani ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Alikuwa na imani ya kwamba mtetezi wake yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Nasi pia tuwe na imani ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho, kwa sababu tunamwona Ayubu, mwisho wa mambo yote Mungu alimrejeshea vitu vyake vyote, kwa sababu alikuwa na imani ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Alijua ya kwamba mtetezi wake yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Nasi pia tuwe Wakristo ambao tuna imani ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Hata kama tunaona sasa tumefika mwisho, Mungu ataonekana. Tuwe na imani ya kwamba mtetezi wetu yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Na hata pasipokuwa na vitu vizuri katika maisha yetu, bado tutamwona Mungu. Alikuwa na imani na mwisho Mungu hakuleta aibu katika maisha yake, bali alimbariki na akamrudishia vyote vilivyoharibika. Katika mafundisho yetu kupitia kwa kitabu cha Danieli, tunamwona sasa mfalme alipoona hivyo, alinena na akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, ambaye ametuma malaika wake. Alifanya hivyo kwa sababu walipo watupa Shadrach, Meshach na Abednego katikati ya tanuri ya moto, wale ambao waliwakamata walikufa. Lakini katikati ya tanuri la moto, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wanatembea humo ndani wakiwa na furaha, wakiimba, lakini katikati yao kulikuwa na Mungu, na wale walisema alifanana na miungu. Kwa kweli Mungu ni wa dakika ya mwisho, maana hata wenyewe walishangaa wakaulizana ya kwamba ni nani huyo tunayemuona katika tanuri ya moto. Na walipokuwa wanaulizana hivyo, ninajua ya kwamba Shadrach, Meshach naye na Abednego walikuwa wanaimba ya kwamba ni Mungu amewatendea, ya kwamba Bwana amewaokoa, ya kwamba Bwana amewaokoa kutokana na ule moto. Na kwa kweli, kwa sababu walikuwa na imani, walipokuwa wanamwambia mfalme ya kwamba kama Mungu wao wanayemtumikia anaweza kuwaokoa na tanuri ile ya moto, naye atawaokoa, kweli Mungu alishuka na akawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na alipowaokoa, mfalme mwenyewe alinena na akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, ambaye alituma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumainia. Nasi pia usiku wa leo tuwe watu ambao tunamtumainia Mwenyezi Mungu ya kwamba ni wa dakika ya mwisho. Anaweza kutuokoa katika mikono ya maadui zetu. Anaweza kufanya jambo jipya katika maisha yetu. Anaweza shuka kabisa madakika ambazo tunaona ya kwamba hatuwezi, na akatenda mema. Mwenyewe aliposema hivyo ya kwamba ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, aliweka amri kuwa watu wa kila taifa watakao nena neno lolote juu ya Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego wakamatwe, wakatwe kwa vipande, na nyumba zao zitafanywa njaa, maana hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza kuokoa
namna hiyo. Wapendwa, usiku wa leo nataka kupitia kwa imani yako ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho usababishe hata wengine pia wamtambue Kristo zaidi, ya kwamba anaweza, na hawatamshuhudia Kristo tu ikiwa tutanyamaza. Basi ni vyema matendo yetu yaongee, nasi pia tuwe mstari wa mbele wa kushuhudia uzuri wa Mungu katika maisha yetu, ya kwamba anaweza. Usiku wa leo ukipewa nafasi ushuhudie yale Mungu amefanya katika maisha yako. Ninajua ya kwamba ni mambo mengi, mambo mazuri, na kuomba ya kwamba unapopata nafasi shuhudia uzuri wa Mungu katika maisha yako, kama vile imani ya Shadrach, Meshach na Abednego ilishuhudia. Watu wakajua ya kwamba kuna Mungu, watu wakajua ya kwamba Mungu anaweza tuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake. Nasi pia tuwe na imani hiyo ya kwamba Mungu anaweza kutuokoa, Mungu anaweza kutuponya, Mungu anaweza akaonekana dakika za mwisho, Mungu anaweza akafanya miujiza katika maisha yetu. Kama vile mwanzo nilisema ya kwamba Mungu wa dakika ya mwisho ana uwezo, anaweza kuingilia kati na kuleta miujiza. Anaweza kubadilisha hali ngumu katika sekunde za mwisho. Tuwe na imani ya kwamba Mungu anaweza kuingilia kati kwa mambo yetu mazito na kufanya miujiza katika maisha yetu. Na pia anaweza akabadilisha mambo magumu, mambo ambayo sisi hatuwezi, na akafanya yakawa mepesi. Mungu usubiri hadi dakika za mwisho ili akupe kitu ambacho unahitaji. Na unapomngoja ni vyema sana ulinde imani yako na uwe mwaminifu ukimngoja Kristo aje dakika za mwisho ili afanye miujiza na abadilisha hali ngumu katika maisha yako. Mpendwa, usiku wa leo na kuhakikishia kwamba hauko peke yako, maana Mungu anajua kilio chako, anajua mateso na huzuni yako. Hata kama huoni dalili za kuendelea, kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Endelea kushikilia ahadi zake, maana ninajua ya kwamba Bwana anaweza. Ahadi zake hata kama inachukua muda kiasi gani, kwa dakika ya mwisho yeye mwenyewe atafanya. Na kuomba tu ya kwamba usiku wa leo shikilia ahadi zake Mwenyezi Mungu, na ufahamu tu ya kwamba Mungu ni wa dakika ya mwisho, ni Mungu ambaye anaweza kuingilia kati na kuleta miujiza, ni Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali ngumu katika sekunde za mwisho. Tunapoenda kuomba, tukiimba wimbo huo wetu wa Jeshi la Wokovu, ninawaomba tu ya kwamba tumtambue Mungu ya kwamba ni wa dakika ya mwisho, kama vile aliwafanyia Shadrach, Meshach na Abednego miujiza, akawaokoa mikononi mwa mfalme Nebukadneza. Nasi pia ataonekana katika maisha yetu na atatubariki. Karibu
aliyejaa mapenzi tele katika maisha yetu. Tunasema asante kwa ajili ya usiku wa leo. Asante kwa nafasi nzuri umetupa mara tena ili tuweze kusikia neno lako. Na hakika Mungu wetu umenena katika njia nzuri, maana kupitia kwa kitabu cha Danieli umetupa maneno mazuri ya kwamba kuna Mungu wa dakika ya mwisho. Tunamwona mfalme Nebukadneza aliweza kutoa amri alipotengeneza sanamu ya dhahabu ya kwamba wote watakaposikia sauti ya vilimbi na hata nyimbo wawe tayari kuanguka na kusujudia ile miungu. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa na imani kubwa sana kwako ya kwamba kwa dakika za mwisho wewe Mungu utaonekana. Walikataa kuabudu ile miungu na wakawa na matumaini ya kwamba utaonekana. Lakini kwa sababu ya hasira kali ya mfalme, aliona tu ni vyema wafungwe na watupwe katikati ya tanuri ya moto. Lakini Mungu uliingilia kati. Miujiza yako ya kwanza ni kwamba wale wote walimkamata Shadrach, Meshach na Abednego, waliungua na wakafa. Lakini katikati ya tanuri la moto waliweza kuwaona Shadrach, Meshach na Abednego na mtu wa nne katikati yao bila madhara yoyote katika miili zao, wakikutukuza wewe. Na hata mfalme alipoona hivyo aliweza kusadiki ya kwamba Mungu wa Shadrach na Abednego ni wa kweli, kwa sababu aliwatumia malaika kutoka mbinguni na akawaokoa. Nasi pia usiku wa leo kuna mambo mengi tumepitia, kuna mambo machungu tumeyapitia. Tumefika mahali tumekosa matumaini, tumefika mahali hata tumekosa nguvu za kusonga mbele. Lakini kwa sababu umesema ya kwamba wewe unaweza kuingilia kati na ukafanya miujiza, wewe Mungu unaweza ukaingilia kati dakika za mwisho, na hata Mungu ukafanya mambo makubwa, na hata ukarahisisha yale mazito yakao mepesi. Na kuita usiku wa leo katika watumishi wako ya kwamba watembelee usiku wa leo, uwaguze, na ikiwa kuna mazito katika maisha yao, wewe Mungu ingilia kati na urahisishe. Uliwafanyia Shadrach, Meshach na Abednego, nasi pia tuko na imani usiku wa leo ya kwamba kuna kitu utafanya katika maisha yako yetu, kwa sababu tumeweka imani yetu kwako, tumeweka matumaini yetu kwako, tukijua ya kwamba dakika ya mwisho wewe Mungu utaonekana. Katika imizo lako tunamwona pia mtumishi wako Ayubu, ambaye alipata mateso mengi sana. Watoto wake wakafa, akapoteza mali, na hata mwili wake ukaharibika kwa ajili ya magonjwa. Lakini alikuwa na imani ya kwamba dakika za mwisho wewe Mungu utaonekana. Akaandika kifungu akasema anajua mtetezi wake yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi, na hata pasipokuwa na mwili wake bado atakuona wewe. Na dakika za mwisho tunaona ya kwamba uliweza kumrejeshea vitu vyake vyote, watoto wake na mali yake, na alikutukuza wewe. Nasi pia usiku wa leo, pasipokuwa hata na vitu vizuri katika maisha yetu, tunajua tu ya kwamba wewe Mungu ni mtetezi wetu, huko hai, na hatimaye utasimama juu ya nchi kwa ajili ya kututetea, kutupigania, na hata kutuma malaika wako kutoka mbinguni kwa ajili ya kupigana vita katika maisha yetu. Asante Mungu kwa sababu kila wakati wewe ni wa upendo, wewe kila wakati unatuhimiza. Jukumu letu usiku wa leo ni kwamba tutambue ya kwamba wewe Mungu ni wa dakika ya mwisho. Utatokea dakika ambazo sisi hatutarajii, ikiwa imani yetu tutaweka kwako. Umenena kwetu ya kwamba tuko peke yetu, wewe Mungu unatujua. Usiku wa leo unajua watumishi wako, unajua kilio chao, unajua mapungufu yao, na kutuma mahali walipo ya kwamba waguze, ili wapate ushuhuda ya kwamba uliingilia kati ukafanya miujiza, uliingilia kati ukarahisisha yale magumu yakao mepesi. Na hakika Mungu wetu tutasema ni asante. Asante kwa nafasi hii, na asante pia
kwa ajili ya kutufungua masikio yetu ya ndani tukapokea neno lako. Wacha yakafanya kazi katika maisha yetu, tunapotembea, tunapokaa, tunapolala, hata tunapoamka. Wacha tujue ya kwamba wewe ni Mungu wa dakika ya mwisho, utatokea na utatenda yaliyo mema. Kwa Yesu Kristo nimeomba kisha kuamini. Amen.